Mambo vipi wana Afrika? Tumekutana tena kwenye kipindi cha mikasa ya maisha na leo tuko na mgeni hapa atajitambulisha kwa majina yake. Brother, habari? Safi, mambo vipi? Poa. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mikasa. Asante sana. Mimi naweza nikasema kwamba mimi sio mgeni hapa kwa sababu sijaanza leo kuonekana. Naweza nikasema ni member wa familia hii. Simulizi gani hasa ambayo umetuletea leo? Mimi ni simulizi ambayo nimekuja nao leo, ni simulizi ambayo inahusu mzazi wangu. Naweza nikasema ni haya masuala ya kiukoo. Ni story ambayo imetokea, nilikuwa ni mdogo kidogo, lakini nilikuwa na akili zangu timamu kwa sababu nilikuwa najua kila kitu. Nilikuwa darasa la 3 kama sikosei, la 3 la 4. Unajua haya maisha bwana ya kijijini, tunakuaga tunakaa katika familia moja, lakini unakuta mzee ana wake hata 4, 5, 6, 7, lakini mimi babu yangu alikuwa na wake watatu, lakini katika upande wa baba yangu, baba walibahatika kuzaliwa wawili. Kuna baba mmoja alitangulia mbele za haki, akabaki baba yangu peke yake. Unaona, kadri siku zinavyoenda familia waga zinafarakana, kwa sababu unajua kuna muda unafika yule mzee anakuwa hana familia tena, kwa hiyo anatakiwa afugwe sasa na wale watoto wake. Yaani hapo namzungumzia babu yangu. Pale kijijini tulikuwa tunakaa kama familia. Ndio. Kama unavyojua familia za kijijini mnakuwa watu wengi. Familia hizi za Kisukuma bwana, mnakuwa ni watu wengi. Unaweza kawa nakaa pale mjomba, shangazi, nani, lakini mwisho wa siku babu alikuja kuhama. Akahama sehemu ambayo, yani kijiji ambacho alikuwa anakaa, akahama akaenda kijiji chingine kabisa. Unaona? Amehama, ameenda kuishi kule, lakini katika eneo ambao alikuwa anakaa, babangu ndo aliweza kubaki peke yake, kwa sababu wale wengine, watoto wengine walikuwa wa kike washaolewa, kuna wengine wa kiume walihama na babu wakaondoka naye, lakini maeneo mashamba alokuwa anatumia babu yetu kipindi bado anakaa kwenye kijiji kile, ndio alihama na akayaacha. Akamkabidhi mwanae wa kiume ambaye ni baba yangu peke yangu. Unaona, kwa sababu unajua wazee hawa bwana wa zamani wanakuwaga sio watu wa kuuza maeneo. Kwa mfano kama alikuwa anaishi sehemu fulani, akitaka kuondoka anaondoka, lakini lile eneo haliuzi. Anaweza akamwachia mwanae. Sasa ndo alichokifanya babu yangu mimi, akamwachia mwanae ndio hilo eneo. Ni shamba makubwa, lakini watoto wengine akaondoka nao, kaanza kuanzisha familia nyingine huko. Toka kipindi hicho hakukuwaga na kelele, kwa sababu mzee alipoelekea kule kwenye kile kijiji chingine alienda kununua mashamba mengine, kwa sababu si alikuwa ni tajiri. Sio wazee tena wa Kisukuma, alikuwa na mang'ombe kibao, ng'ombe nyingi, akaenda akanunua mashamba mengine na akaanzisha familia nyingine. Lakini kipindi hicho sasa alikuwa ameachana na bibi yangu mimi ambaye ni mzaa baba. Sasa baada ya miaka kwenda nenda rudi, babu kashakuwa mzee sasa, familia ishaanza kuparaganyika. Huyu anapitia hapa, huyu anaenda hivi, huyu anapitia hapa, huyu anaenda hivi. Unaona, mwisho wa siku sasa babu kashakuwa mzee, inabidi sasa aweze kufugwa tena. Na hii wazee wanakuwa wanajua mwanae wa kwenda kumfuga kisha kuwa mzee yote yule. Unajua ukiwa mzee unakuwa unajua wanao, ukiwa mzazi unakuwa unajua wanao kwamba huyu ana roho hivi. Unatumia lugha ngumu kidogo. Kufugwa ni lugha ngumu kidogo. Kulelewa maana yake kulelewa. Yeah. Sasa mwisho wa siku bwana, yule mzee ndo kashakuwa mzee tena, hana mke, wake zake wengine washafariki, wengine washaachana naye, kashakuwa yeye kama yeye, watoto wake naye kama hivyo, washaanza mambo mengine, mara ulevi, mara nini. Unaona, amebaki peke yake sasa, na watoto wadogo wajukuu wengine wakaanza kuwa na msambaratika. Sasa ikabidi arudi kwa mwanae alomwacha huko.
Kumbuka alipoondoka aliacha mashamba hakuyauza. No. Na hizo ndo sababu walizokuwa wanatumia wazee wa zamani. Ikabidi arudi kwa nani? Kwa mwanae huko ambaye ni babangu mimi. Na kweli akarudi akaja kawa tunakaa naye nyumbani pale. Tena ikawa familia kubwa na watu wengine nao wakarudi wakawa wanarudi, waliokuwa wamemkimbia wakawa wanarudi kwa sababu ushapata msimamizi. Alirudi na ng'ombe zake japokuwa hazikuwa nyingi sana, lakini zilikuwa zinatosha kwa mahitaji yake. Baada ya siku kwenda bwana, unajua kwenye ukoo bwana kuna kuwaga na watoto wa kike. Watoto wa kike ni dada zetu, ni mama zetu na ni wake zetu, tunawapenda, lakini kuna vitu ambavyo wanakuwa yani wana mapungufu yake. Sasa unajua wako nyumba tofauti, mzee alikuwa na wake tofauti, ndio wakaanza kumuonea wivu sasa babangu. Wana familia zao, lakini wakaanza kumuonea wivu babangu. Kwa nini mzee amerudi, amekuja kukaa kwa mwanae huyu? Kwani hawa watoto wengine kaka zetu wao hawafai? Shida ndio ikaanzia hapo. Maana yake kumbe changamoto kubwa iliyokuwepo pale kwamba ndugu hawakupenda kile kitendo cha baba yako kutoka huko, yani kutoka kujitegemea na kwenda kuishi kwa mzee wako. Yani ndugu hawakupenda, wale wengine hawakupenda. Kwani baba yako ni mtoto wangapi kwenye familia? Siwezi nikasema ni mtoto wangapi kwa sababu babu yangu alikuwa na wake watatu. Baba yangu kwa upande wa mama yake ni mtoto wa pili. Kaka yake alishatangulia mbele za haki, sisi tulikuwa bado hatujazaliwa. Kwa hiyo ni yuko peke yake kwenye tumbo la mama yake. Sawa. Wengine unakuta wako 4, 5, unaona. Sasa wale wengine sasa maisha yao yalikuwa sio rafiki kwa mzee. Mzee naye alichagua kuja kukaa nyumbani kwetu. Sasa akaja na mali zake zote, kaja akakaa nyumbani. Sasa hiyo likawa ni kama swala ambalo wale ndugu wengine hawakupenda. Sawa. Kaanza makelele sasa, kama unavyojua makelele ya ukoo. Mara hivi, mara mnakuja mnatishiwa, mara mnaletewa barua, kitu ambacho kilikuja kunishtua kabisa. Siku moja tumelala pale nyumbani, tukaamka asubuhi, kwa sababu pale nyumbani mzee wangu ameweka kama bustani hivi, kuna mipapai mingi, ndizi, sijui nini amepanda kama vitu na hivyo. Tumekuta kwenye papai kuna barua imeandikwa kwamba tunaomba hizo mali umruhusu baba yako tuzigawane, la sivyo takalokuja kuwatokea tusilaumiane, aidha mke wako wewe kumkata mapanga au wewe mwenyewe kukuua. Hiyo ni barua ilivyokuwa inasomeka. Sasa unajua babu alikuwa pale, mwanae naye alikuwa pale, watu ni wazima wale, kwa hiyo hawakuteteleka sana, walijua tu kwamba hizi ni mbinu za wale watoto wengine, kwa sababu si walikuwa wanaona. Ndio kisha kuwa mtu mzima unakuwa unaona matendo, kwa sababu kwanza wale watoto wake wengine walikata kuja pale nyumbani ghafla baada ya kurudi pale mzee, wakawa haji kabisa. Wengine wakawa na, kwa sababu sisi tulikuwa tuko barabarani. Kuna baba yetu mwingine nyumba nyingine alikuwa anaishi mbele kidogo, wanaweza kapita pale, unaona tu na pikipiki wanapita pa, wanaenda kwa baba mwingine, hawaji kumsalimia baba yao pale, labda wakute kule, unaona. Sasa wakawa wanajiongeza, hili limekuwa tatizo. Sasa mzee baada ya kuona hivyo ikabidi aongee na baba yake, akamwambia, baba, kama unavyoona, baada ya wewe kurudi hapa nyumbani kwangu, hawa watoto wenzangu hawa naona kama kuna misunderstanding, hatuelewani tena, hawaji tena, hatusalimiani hata tukikutana barabarani, na wewe hawaji kukusalimia hapa nyumbani. Sasa inabidi hizi mali uzihamishe, umpelekee japo mmoja wapo pale. Mimi sina shida nazo kabisa, kwa sababu umeenda umerudi, umenikuta kama ulivyoniacha, kwa hiyo mimi sina shida na mali zako. Mzee akakataa, akasema, wewe, mimi ndo nimechagua sehemu ya kuja kuishi, kwa hiyo hawa watoto wenzako wala wasikushughulishi, mimi ndo niko hapa. Siku zikaenda, miaka ikaenda, matukio yakaanza. Sasa naona kaanza matukio, mara pale nyumbani mnaamka ng'ombe mmoja amekufa bila sababu, naona bawa mbuzi hawa wengine, kuna mbuzi wameenda kuchungwa, mnaona shangaa mbuzi amekatwa panga. Sasa ilipofikia ni kubaya. Sasa
kuna siku moja ng'ombe wametoka pale nyumbani wakaenda, hawajala mazao yao, lakini walipita tu njiani, yakawa makelele, wakafikishana mpaka kwa mwenyekiti wa kijiji, na azali ndo lilianzia hapo. Sasa wamefikishana kwa mwenyekiti wa kijiji, wakakusanyana watoto wote. Kuna maneno ambayo yalikuwa yanatolewa pale. Mimi hapo kidogo nishakuwa sasa nishakuwa na mwamko kidogo. Kuna maneno ambayo yalikuwa yanatolewa pale, mara kwanza huyu hatumtambui, naona. Sasa baya zaidi, babu yetu alikuja kutugeuka mwisho wa siku. Hatukujua ni kwa sababu gani, lakini alikuja kutugeuka. Alitugeuka kivipi? Kulitokea sherehe kwa shangazi yetu. Sawa sawa. Akaenda, si unajua, kwa mwanae, na sisi pia tulienda, lakini sijui ni nini kilitokea. Lakini baada ya ile sherehe kuisha, yule mzee alibadilika, akambadilikia mwanae. Akadilikia mwanae, akaanza kusema, bwana, ng'ombe zangu zimeanza kupungua, unaziuza sirisiri, zikienda kuchungwa zinarudi ndogo, na wachungaji nikawauliza, wanasema ni wewe uliwafuata huko ukaenda ukauza ng'ombe. Unaona? Kwa hiyo babu yako anamtuhumu baba yako ambaye ni mwanae, anamtuhumu mwanae kwamba anauza ng'ombe zake, na yeye wakati hatujamwambia kwamba aje akae, ni yeye alichagua kuja kukaa nyumbani kwa babangu. Siwezi nikamzungumzia vibaya babu yangu, alikuwa kweli baba yako alikuwa anauza au ilikuwa ni mipango ambayo ilikuwa imepangwa. Ilikuwa ni mipango ambayo ilikuwa imepangwa. Baada ya siku kadhaa, mzee alienda kwa mwenyekiti wa kijiji kwenda kushtaki, na kawaita watoto wake wote. Katika siku ambayo mimi nilikuja kuumia zaidi na nikasononeka, ni siku ambayo nilimwona babangu anamwaga machozi mbele yangu, mbele ya watu, wana kijiji, wana ukoo, na huku nikaona baadhi ya ndugu wakicheka. Ni kitu ambacho kiliniuma sana. Ilikuwaje? Kwa sababu walikuwa wameitishwa kikao pale, baada ya maneno kuwa mengi sana, mara hao wanagombana kila mara, mzee aliamua kuitisha kikao, na kikao hicho kilikuwa kinahusu zile mali za kwake. Kwa alikuwa anataka kuhamisha, sasa hataki kugawanya watoto wake, na watoto wengi walikuwa wanalalamika zile mali hazigawanye, na zile mali za babu yenu maana yake ambazo alikuwa ameziweka nyumbani kwenu. Sasa babu alikuwa ameziweka nyumbani kwake, lakini pia na yeye alikuwa anakaa pale nyumbani na familia yake, kwa sababu alikuwa bado ni mtu ana nguvu kidogo, japokuwa alikuwa mzee, lakini walikuwa anajiweza. Kwa hiyo alikuwa hataki kugawanya mali zake. Sasa ameitisha kikao kile, sasa anataka agawanye zile mali. Yule mzee bwana akatugeuka bwana, yule babu yetu akatugeuka. Alisimama mbele za watu, kwenye umati wa watu, ndugu wako pale wote, akasema kwamba mimi huyu mwanangu simtambui kama ni mwanangu. Watu vipi? Mimi nakumbuka miaka ile nilikuwa ni mfanya biashara, nilikuwa natoka hapa naenda Uganda kufanya biashara zangu. Niliporudi nilimkuta mama yake na huyu ana mimba. Kwa hiyo huyu sio mtoto wa kumzaa mimi. Aondoke kwenye shamba langu, na staki alisi mali yangu yoyote ile, kitu changu chochote kile asilisi. Baba baada ya kusikia hayo maneno alilia sana. Anaongea mbele ya umati ule wa watu. Umati wa watu na wanaukoo wote wapo, ndugu na nyinyi watoto mko pale. Na sisi tulikuwepo. Alilia sana mzee wangu. Ni kitu ambacho mimi kilinihuzunisha mpaka leo hii. Waga siwezi kuisahau hiyo situation, kwa sababu ilikuwa ni siku mbaya sana kwetu sisi wana familia. Mimi, baba na mke wake. Hao wengine wote walikuwa wanashangilia kwa sababu si ndo wao ndo kitu ambacho walikuwa nakitaka kwa mwenzao. Ni kitu ambacho walikuwa nakitaka kwa mwenzao. Kwa hiyo kipindi hicho anaongea yule mzee, na bibi yenu alikuwa yuko hai au? Bibi yetu alikuwa kashafariki tayari. Alikuwa ashafariki. Naona niliongea yale maneno. Kwa hiyo wakapanga tena siku nyingine sasa ya kuja kugawanya zile mali, kwamba kila mtu apate cha kwake.
lakini yule mzee alikataa, akasema, mimi mali zangu siwezi nikazigawanya kwa sasa, ila kwa huyu mimi nitahama, kwa sababu sio mwanangu wa kumzaa, taenda kwa watoto wangu ambao nimewazaa mimi mwenyewe. Naona na kweli siku hiyo ikafika, watu wakakusanyika, wanaukoo, ndugu, jamaa, marafiki wakawa wapo, lakini haikuwa nyumbani kwetu, ilikuwa ni sehemu ambapo mali zinahamishiwa. Zilikuwa ni ng'ombe nyingi. Mali zinahamishiwa, zilikuwa zinafika kama 200 zinafika. Zilikuwa ni ng'ombe nyingi sana. Unajua wazee wa Kisukuma wanakuwa na mifugo mingi sana. Sawa sawa. Muda ukafika kweli, watu wakaanza kubeba vitu vyao peleka kwa baba yetu mwingine. Baba mdogo au baba mkubwa? Alikuwa ni yani, kwa sasa tukasema mama yao ndo alikuwa mkubwa, alikuwa ni baba mkubwa yule mkubwa, lakini mama mwingine, nyumba nyingine, wakaanza kusomba kila kitu cha mzee, na wale ambao tulikuwa tunakaa nao nyumbani aliokuja nao babu, na wao wanahamia kule. Yani ni kitendo cha kinyama ambacho waliwahi kufanyiwa babangu na baba yake au na ndugu zake kwa ujumla. Hicho kitendo mzee kilimuuma sana. Mimi nilitoka kwenye kikao nikaenda nyumbani, kafika kichwa kinaniuma. Nilikuwa mdogo lakini nilikuwa na akili. Kichwa kinaniuma kwa kile kitendo ambacho kilionekana kule. Mzee analia mbele za wenzake, afu baba yake hata hashtuki. Sasa nilienda moja kwa moja nikaingia ndani nikalala. Baba nikamwacha kule na wadogo zangu wengine, mama naye alikuwepo kule. Lakini baada ya dakika chache wamemaliza sasa kusomba ile mizigo yao, wale wanaukoo wamepeleka kwa baba yetu mwingine. Baba sasa ilibidi naye, kama ilikuwa kama saa ngapi, kumbe kule wanakijiji walikuwa na mpoza, si unajua tumemwacha kule analialia, walikuwa na mpoza. Ndio. Sasa sio akawa ametulia sasa. Ndio. Mimi nimetoka kule nimeenda nikafika nikaingia ndani nikalala. Ndio. Baadaye mzee wangu akatoka kule kimya. Kashangaa tu mlango anaupiga, kaingia ndani. Mimi nilikuwa nimelala chumbani. Alafu akaufunga. Alipoingia ndani akafunga mlango, akaenda moja kwa moja chumbani kwake. Na mimi nilikuwa chumbani kwetu. Kwa hiyo mlikuwa nyumba moja lakini vyumba tofauti. Nyumba moja lakini vyumba ilikuwa tofauti. Okay. Kaingia chumbani kwake. Sasa baada ya dakika chache nikasikia tena mlango unagongwa. Kasema nani? Ikabidi sasa mimi niamke kule chumbani kwangu, nikaenda nikafungua mlango pale. Yaani ni kama Mungu tu. Nilipofungua mlango kuna mbaba mmoja wa pale kijijini. Kaingia ndani moja kwa moja akamfuata mzee. Akamkuta mzee ndo kwanza alikuwa ameshika chupa ya sumu. We, chupa ya sumu.